Imagine wewe ni mfanyabiashara na biashara yako inakuwa kwa kasi sana, lakini wanatokea washindani ambao na wao biashara yao inakuwa kwa kasi sana kiasi kwamba inaathiri faida yako. Utafanya nini kubaki kwenye game? Sasa tazama namna ambavyo biashara hutumia mbinu na mikakati ya kukua na kuwaondoa washindani. Leo nataka tutazame kampuni ya Tanga Fresh, kampuni ya maziwa hii, wengi watakuwa wanaifahamu. Sasa kati ya mwaka 2009 hadi 2011 kampuni ya Tanga Fresh ilikuwa ikifanya vizuri sana, tunasema kwenye soko. Hadi sasa hivi ilikuwa ikifanya vizuri sana kwenye soko, lakini likatokea tatizo. Tanga Fresh alikuwa ana washindani wawili ambao walikuwa wanamkimbiza kwa kasi, ambao hawa obvious walikuwa wana affect margin yake, walikuwa wanaathiri margin yake ya faida, tunasema namna yake tunasema ya kupata faida. Sasa na hawa washindani walikuwa si wengine bali ni Morani Dairy Limited na mwingine anaitwa International Food Processors Limited. Hawa walikuwa ni washindani wakubwa ambao na wao walikuwa wanajihusisha katika biashara ambayo Tanga Fresh alikuwa anaifanya, biashara ya kukusanya maziwa, kuyachakata vizuri, lakini vile vile kutengeneza product ambayo wanasambaza na vile vile wanauza. Sasa Tanga Fresh akaamua kutumia mbinu ya kimkakati, na nasema ni mbinu ya kimkakati kwa sababu ni mbinu ambayo ilitumiwa au tunasema imetumiwa na wanamikakati hata katika vita, ikiwemo the Alexander the Great. Hii ni story nyingine, tutakuja kumzungumzia Alexander the Great wa Macedonia, wa Kingdom ya Macedonia, ambayo ilifanya makubwa sana. Sasa Tanga Fresh iliamua kutumia mbinu ya kudhibiti ushindani, na mbinu hii ilikuwa si nyingine bali tunaita ni mega and acquisition. Ni mbinu gani hii ambayo tunasema ni mega and acquisition? Hii ni mbinu ya kibiashara ambayo tunasema competitors wako kama wanakukimbiza, labda wewe uko kwenye tunasema biashara yako tayari imeshakuwa kubwa, lakini kuna competitors ambao wanakukimbiza. Hii ni mbinu ambayo inakuruhusu tunasema kuwanunua wale wapinzani wako, na katika kuwanunua huku unaweza ukawanunua kwa tunasema partially ukiwa, lakini unamiliki tunasema hisa nyingi, au unamiliki sehemu kubwa, asilimia kubwa ya kampuni yao, au ukawanunua wote kama walivyo na ukawa wipe out. Sasa Tanga Fresh alichoamua kufanya ni kutumia mbinu ya pili, tunasema acquisition. Aliamua kuzichukua hizi kampuni mbili kabisa, kuzinunua na kuziondoa kwenye soko la ushindani, Morani Dairy Company Limited na International Food Processors Limited. Kwa hiyo Tanga Fresh aliamua kuwaondoa hawa wapinzani wake kabisa kwenye game. Alitumia mbinu ya acquisition, aliwachukua. Sasa madhara yake yalikuwa ni nini? Nini kilitokea baada ya Tanga Fresh kuamua kuwanunua washindani wake? Kilitokea tunasema yalitokea mambo mawili. Kwanza kabisa ilitokea tunaita market domination. Tanga Fresh aliweza kumiliki au tusema kulidominate soko. Aliweza kulimiliki soko la maziwa pale jijini, tunasema jijini au mkoani Tanga. Kwa hiyo alimiliki soko kiujumla kwa sababu alikuwa hana mshindani mwingine ambaye anamkaribia. Lakini hii ili attract tunasema ili attract au ilikuwa na implication kwenye sheria. Tuna sheria za ushindani, na tuna sheria ya ushindani ya tunaita Fair Competition Act, ambayo inakataa watu kufanya au kutumia mbinu ya mega and acquisitions, ambayo tunasema inaweza ikaleta madhara ya tunasema ya kulidhibiti au kulidominate soko. Kwa hiyo kama unataka kufanya mega and acquisition, ule muungano wenu hautakiwi ukawa ni muungano ambao unalenga kutasema kuleta kukupa unfair advantage, kwa sababu mtu akilimiliki soko anaweza akabadilisha bei au akabadilisha quality kwa sababu hana washindani. Kwa hiyo kwa kuliona hili, Tanzania iliamua kutengeneza Fair Competition Act, sheria ambayo ilianzisha tunasema inaanzisha Fair Competition Commission, inaanzisha tume, lakini inaanzisha pia na mahakama ambayo inahusika kushughulikia haya tunasema haya mashauri. Kwenye mahakama hilo tutalizungumza, lakini kikubwa ni kwamba Tanga Fresh alikuja akapigwa penalty kwa sababu mwaka 2011 wakati Fair Competition
commission ilipokuwa, tunasema hii tume ilipokuwa ikitoa elimu Tanga, ilipata au ilijuzwa na wadau kwamba mbona Tanga Fresh kampuni hii imenunua washindani wake na imesababisha hakuna washindani tena katika kununua yale maziwa kule kwa wafugaji. Hakuna tena washindani, amebaki Tanga Fresh peke yake, ametawala soko. Mbona huyu kafanya hivi? Baadaye commission hii tume ikaamua kufanya uchunguzi, ambao uchunguzi ulibaini kwamba Tanga Fresh alivunja sheria kwa sababu kwanza hakuijuza, tunasema tume wakati anafanya hiyo acquisition. Kikawaida tunasema kwa kipindi hicho ilikuwa ni shilingi milioni 800. Kwa kama wewe ni kampuni unataka kumwakwaya kampuni mwingine, au tunasema kumnunua, kummiliki au kumiliki kampuni nyingine ambao unafanya nayo au inafanya operation ambazo zinafanana, ile tunasema ile transaction kama itazidi milioni 800, basi unatakiwa uwajuze kwanza FCC ili waweze kukuruhusu kufanya hiyo mega, kama itakuwa haiathiri, tunasema haileti market dominance ambayo ni 35% ya soko. Kwa hiyo tunasema Tanga Fresh alifanya makosa kwa sababu alifanya, tunasema unnotified mega, unnotified acquisition. Alizichukua hizi kampuni mbili bila kuijuza FCC, na baada ya hilo likasababisha yeye akawa anatawala soko kwa kiwango kikubwa ambacho kimezidi zile 35% za kisheria. Kwa baada ya kujulikana kuna kosa, FCC aliamua kumpiga fine ambayo ilikuwa ni kama milioni kama 400 sijui 406 sijui 460. Alipigwa faini kubwa ambayo hii ilikuwa ni 5%, 5% ya 5% ya turnover yake ambayo alikuwa ameipata, ambayo ilikuwa ni kama milioni 900 hivi. Kwa hivyo hii ilisababisha akapigwa penalty. Lakini Tanga Fresh tunasema lesson, vitu gani ambavyo tunajifunza katika kesi hii ni kwamba tunaita survival strategy katika biashara. Miongoni mwa vitu ambavyo vitakusababisha ukae kwa muda mrefu tunasema ni kuwa na tunasema kutumia mikakati mbalimbali, ikiwemo mikakati ambayo itakusababisha uweze kuendelea kukaa kwa muda mrefu, ambayo hii si nyingine, tumesema ni mbinu ambayo ilitumiwa na Alexander the Great wa Macedonia, ambayo ni mega and acquisition. Tanga Fresh alitumia mkakati mzuri sana ili kuweza kujihakikishia uwepo kukaa sokoni kwa muda mrefu, lakini mkakati huu ulileta implications za compliance. Kwa hiyo wakati unataka kufanya hiyo mega au kutumia mkakati huu, ni lazima uzingatie sheria inasemaje. Kwa sasa hivi kiwango kile sio milioni 800 tena, nadhani ni kama bilioni 3.5, kwamba ukitaka kufanya mega yoyote, kuungana na biashara nyingine, kuziakwaya biashara nyingine ili kuondoa ushindani, basi inabidi kama transaction inazidi hiyo pesa, inabidi wajuze FCC ili waweze kuchunguza, waangalie kama italeta market dominance au hapana. Market dominance, kumbuka, inawaathiri watumiaji wa bidhaa, consumers, kwa sababu yule anayedominate anaweza kumanipulate prices, lakini vile vile na quality ya products. Mimi naitwa Mfaume Hassan na hii ni Siri za Vitabu. Kama na wewe ni mfuatiliaji mzuri wa mambo haya ya biashara, basi ungana nami, hakikisha kwamba unatufollow katika akaunti zetu za mitandao ya kijamii, lakini vile vile tufollow kwa uchambuzi wa aina mbalimbali ambao unakuja huko mbeleni. Yapo mambo mengi ya kujadili kwenye biashara, na huu ni mwanzo tu. Karibuni sana.